Mashambulio ya Urusi dhidi ya miundombinu ya nishati yamevuruga mageti kwa kiasi kikubwa. Karibu 60% ya Kiev iko bila umeme na takriban maelfu ya majengo hayana joto, wakati baridi inafikia -12 degrees Celsius hadi -20 degrees Celsius. Hii imesababisha kukosa huduma za msingi kama umeme, maji moto na maji ya kunywa, na kuongeza hatari ya magonjwa ya baridi na kuharibika kwa mitambo ya chanjo. Athari kwa maisha ya kila siku. Mamia ya maelfu ya watu wameachwa bila joto na nyumba, licha ya kufungwa huduma ya umeme, zimeachwa baridi. Wengi wanategemea njia mbadala kama kacheche za gesi au vituo vya kukaa joto. Shule na vituo vya huduma vimefungwa au vinafanya kazi kwa njia ya mbali ili kuokoa nishati na kulinda usalama wa raia. Hatari kwa watoto, wazee na makundi hatarishi. Takriban milioni 6-7 ya watoto na familia zao wako hatarini kwa sababu ya kukosa huduma ya msingi, ikiwa ni pamoja na joto, maji safi, chakula na huduma za afya, jambo linalosababisha wasiwasi mkubwa wa afya ya akili na kimwili kwa watoto. Makundi kama wazee, watu wenye ulemavu na wakimbizi ndani ya Ukraine wanakabiliwa na hatari kubwa zaidi kutokana na hali ya sasa. Mjadala wa kimataifa juu ya mashambulio dhidi ya raia. Umoja wa Mataifa na wakuu wa haki za binadamu wamelaani shambulio dhidi ya miundombinu ya umeme na maji kama tisho kubwa kwa maisha ya raia, na uharibifu huo unaonekana kama ukiukaji wa sheria za kimataifa za kibinadamu. Uingereza pia imetilia mkazo kuwa mashambulio haya yanayosababisha vifo na uharibifu wa huduma za kiraia hayana msimamo wa kisheria. Msaidizi wa haraka na jukumu la misaada. Mashirika ya misaada na makanisa yanasema raia wanapigana na hali hii kwa imani na msaada wa kimataifa, lakini mahitaji ya misaada ni makubwa sana. Muhtasari, raia wa Ukraine wanakabiliwa na mgogoro mkali wa kibinadamu kutokana na baridi kali, kukatika kwa umeme na maji, na kuboreshewa kwa mashambulio ya Urusi dhidi ya miundombinu muhimu. Hali hiyo inazidisha hatari ya afya, kaya kukosa huduma ya msingi, na kuendelea kwa misaada ya dharura kutoka kwa jumuiya ya kimataifa.